الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عبد القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين، آمين. Tunaendelea na darasa ya kitabu cha Riyadhus Salihin, kitabu cha Imam An-Nawawi rahmatullah alayhi, katika mlango babu tahrimi la'ni insani bi'aini au dabatin, mlango ambao unaharamisha kumlani mtu hasa kwa aini yake, kumkusudia mtu fulani au mnyama. طيب. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي، inatokana na Abi Barza, jina lake Nadhla bin Ubayd al-Aslami radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amradhi. Qala, amesema: bainama jariyatun ala naqatin, baina kwa kuna mwanamke kijana bishaba, ala naqatin, yuko juu ya ngamia, alaiha, juu ya ngamia, baadhi matain, kuna baadhi ya vyombo, vitu ambavyo mtu anahitajia kuwa navyo katika safari. Mna nini? Baadhi mata'il qaumi, kuna baadhi ya vitu vya watu. Id ghafla ile mwanamke basurati bin nabii sallallahu alaihi wasallam, akamwona mtume sallallahu alaihi wasallam. Watadhayaqa bihi buljabalu, maneno hao tumika Arabu tumia, yani pahala pakiwa papo viki, basi utumia lugha ya tadhayaqa bihimul jabal, ikawa finyu ile sehemu aliyokuwa pale, ikawa kama mtu ina kabi vile. Anasema rahubatil ardu alladhi, anasema atumia maneno pale kwamba ardhi ilikuwa mwanzo kunjufu kwake ikawa kama ni dhiki, kama lumbana. Bibi ikawa dhiki ile ardhi ambayo ardhi ilikuwa kunjufu kwao, ikawa kama ni dhiki, sio kama iko hapo. Sasa hivi kuna maneno mengine hiyo, tadhayaqa bihimul jabal wa dhaqatil ardu bima rahabat alayhi, ardhi ikawa dhiki kwake, kwa kile ambacho ardhi kama ile kwa mwanzo kwa kunjufu kwake, kwa ule mtihani ulompata Kabi na wenzake wale Hilali na Murara. Kwa hivyo na hapa hawa, basi ikawa ile ardhi ikawa kama iko finyu na wao. Fakala, takasema yule mwanamke: hal Allahumma al'anha. Hal ni kilima cha zajiri ala huyu ngamia, kama cha kumkemea, kumfanya atoke mbio asishangae, ndio maana hal kilima cha zajiri, kumkaripia mnyama achapuke na mwendo. Kisha akasema neno Allahumma al'anha, ewe Mwenyezi Mungu mlaani huyu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema: la tusahibna naqatun alaiha la'natun. La tusahibna, la nahya, la tusahibna, asisubiane na sisi, naqatun, ngamia, alaiha la'natun, ambaye juu yake ngamia huyu amelaaniwa na laana. Rawahu Muslimun, hadithi hii imepokewa na Imam Muslim. Qawluhu hal bifathi alha'i almuhmala, neno lake aliposema hal ilikuwa nafikiri sawa ya qawluha, kwa sababu anasema ni mwanamke, sio? Anasema ni mwanamke. Qawluhu inaweza kuwa imelenga maana. Hiyo katika kwa
قوله حل. نعم neno lake kule kusema hal nini maana yake? Bifathi alhai almuhmala, kwa fataha hay ilikuwa na fataha, almuhmala isiyokuwa na nukta, wa iskani lam na lam na sakna hal, wa hiya kalimatun lizajril ibli, ni kilima cha kumkemea ngamia. Alafu akasema Imam Nawawi, wa alam jua anna hadha alhaditha, hakika hadithi hii qad yustashkalu maanahu, wa mushkili maana yake, wala ishkala fi, wala kuna mushkili ndani yake, bali almuradu nahyu, bali makusudio kule kukataza kule, an tusahibahum tilka naqa, nikule kusuhubiana na wao yule ngamia, walaysa fihi nahyun an bahiha wa dhabhiha wa rukubiha, wala kuna makatazo kwa ngamia kama huyo, kwa ngamia kama huyo hakuna makatazo kufanya nini, an bahiha, kumuuza, wa dhabhiha, kumchinja, wa rukubiha, na kumpanda. Hakuna makatazo, makatazo kule kusuhubiana tena basi, fi ghairi subati nabii sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa kusuhubiana na mtume tu ngamia yule. Yani kama katika msafara yuko mtume sana, ngamia yule asiingie ndani ya msafara yule, ndio kusudia kwa tukana na neno lake aliyosema mtume sana, la tusahibna naqatun alaiha la'natun. Haya, bal kullu dhalika wa ma siwahu min al-tasarrufati jaizun, bali yote hayo isiyokuwa hiyo kusubiana tuna mtume sallam kama huyo jaizun, inajuzu katika tasarrufati yalotajwa, kumuuza, kumgawa, ingawa kutajwa kumchinja, kumpanda, inajuzu. La man aminu, hakuna kizuizi, illa min musahabati nabii sallallahu alaihi wasallam, naona isipokuwa kusubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam biha, na huyo ngamia. Sababu lianna hadhihi tasarrufati, kwa sababu haya matumizi yalotajwa kullaha yote, kanat jaizatan, ilikuwa ni kujuzu, famunia baadhi minha fabaki albaki, yote ilikuwa mazi na juzu, ikazuiliwa kilichozuiliwa, yakabaki yenye kujuzu, yenye kubakia, ala ma kana, kwa namna ilivyokuwa. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Tumefahamiana. Fawaidul hadith, faida ya hadithi hii, fihi, ndani hadithi hii, zajru nabii sallallahu alayhi wasallam anil lani, mtume sallam anakemea na kulani, wana musahabata man thabata alayhi lanu, na kwamba kusabiana na yule ambaye amethibiti kwake lana, mimman jaa fi nasu bi kitabillahi ta'ala au sunnati Nabii sallam, imekuja nasi kwa kama nasi ya kitabu cha Mwenyezi Mungu na Qur'ani, au sunnati Nabii sallam, au hadithi ya mtume sallam, kusubiana naye makruhatun, karaha. Ndio habari ya anna ni alla tataadda la'natuhum, ili isijekapituka ikarukia ile laana yao watu wale, ila man sahabahum, kwenda kumpata yule aliyosuhubiana naye, ila man sahabahum, sahibu sahabatana, ndio aliyosuhubiana nao. Wallahu ta'ala a'lam, na Mwenyezi Mungu ajuaye, Mwenyezi Mungu tukufu ndiye ajuaye. Kwa hiyo ndio balaa la mtu alionani. Hata mmoja katika hali beti, nafikiri alimamu Sayyidina Zaini al-Abidin, Ali Zaini al-Abidin au Sayyidina al-Hussein, alihusia baadhi ya watoto wake, akamwambia ususubiane na mtu aliyekuwa qati rahim. Qati rahim, ususubiane naye. Sasa mimi mpata mtu huyu kalaaniwa na Qur'ani sehemu 3, aya ndani Qur'ani 3, na mlani wale watu wenye kukata udugu, ambao ususubiane naye,
sababu kalaaniwa, ndio mfano wake mambo kama haya. Mlango umekwisha hapo. Mbele yetu kuna babu jawazi laani ashabil maasi ghairil muayyanin. Mlango huu unajuzu kuwalani watu wenye kufanya maasi, lakini pasina ya kuainisha fulani huyu hapa, kumkusudia fulani huyu hapa, sawa? Qala Allah Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Laana ya Mwenyezi Mungu washukie watu waliokuwa madhalimu. Balai. Waqala Ta'ala, pia amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fa'adhana mu'adhdhinun bainahum an la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Akanadi mwenye kunadi, natangaza mwenye kutangaza bainahum, kati yao, an la'natullahi 'ala adh-dhalimin, kwamba laana Mwenyezi Mungu iwashukia watu waliokuwa madhalimu. Naona yote hizi aya mbili hizi hazikuainisha mtu fulani, jumla tu ya watu waliokuwa madhalimu. Kina nani? Majhulin, hawajulikani, lakini wale wasifika na sifa hiyo anajua Mungu na wao wenyewe wanajijua. Asiatu kama laana imewashukia. Wasabata fi naam, wasabata fi sahihi, na imethibiti katika hadithi iliyo sahihi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hakika mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, qala, amesema, la'ana Allahu alwasilata walmustawsila, Mwenyezi Mungu amlani. Hii ni habari lakini inshai, kama habari lakini ni inshai. Mwenyezi Mungu amlani yule alwasila, mwenye kuunga nywele. Sasa kwa yeye mwenyewe kajiunga, ufahamu, ataingia. Walmustawsila, na yule ambaye au yule kaunga mwenyewe au kaunga mtu mwingine. Alwasila ni mtu ambaye kaunga, ima kajiunga mwenyewe au kaunga mtu mwingine, ndio alwasila. Walmustawsila, na yule aliyotaka kuungwa, yenda kwa saluni huko, ambaye mimi nataka kienda na nywele zake, au pale kachagua zipo niunge na nywele hizi. Basi Mtume sana mkawalani watu hao. Tayeb, alafu tumesema hapa وهي التي تصل شعرها بشعر آدمي, yule anunga nywele zake ndio alwasila kwa nywele za binadamu. Wala farqa fi hurmati baina zawjati wa ghayriha, hakuna farq katika kufanya majambo haya baina mke alikuwa yuko chini ya mume wa ghairiha, na mke mwingine sio na mume. Wa in wasalatu bi sha'ri ghayri adami, akiunga huyo akamunga kwa nywele za kwa sisa wanadamu, wa huwa najisu, na ni najisi, haruma, itakuwa haramu, sababu itakuwa hamlu najasati fi salati wa ghairiha amdan, itakuwa kama kuchukua najisi, unafahamu, katika swala na nje ya swala. Haiwezekani mtu kusubiana na najisi bure hata kama uko nje swala. Au huwa tahirun, au kaunga kitu ambacho kiko tahara. In kana dhata halili, iko yule mwanamke ana mume, wa adhina laha, na yule mume kampa idhini afanye vile. هذا تفصيل, hii ndio tafsiri tena. Hadha tafsilu madhhabina, hii ndio tafsiri madhhabi yetu. Naam. Wa dhahaba Malik, madhhabi ya Imam Shafi. Alafu sema dhahaba Malik wa Tabari, amekwenda Imam Malik na Imam Tabari, wala aktharuna, na walio wengi, ila anna tahrim al-wasl mutlaqan sawa kana bi sha'ri au sufin au kharq au khiraq, sawa ni kwa nywele au kwa sufi au kwa kitambaa, nyuzi za kitambaa, au mutlaqan wasema haram. Wa Malik na Tabari na walio wengi.
وقال الليث بن سعد النهي عن الوصل بالشعر ولا باس بوصله بغيره. الليث yasema ibn Sa'd rahimahullah kwamba ilokatazwa ni kuunganisha kwa nywele, sio kwa kitu kingine. Wasahihi, na ilikuwa sahihi ana Aisha tadugama na Aisha radhiallahu anha ka kauli jumhur, kama kauli jumhur. Nini? Amma rabtu khuyutin hariri, ama kufunga nyuzi za hariri, almulawwana zilikuwa na rangi, mimma la yushbihu sha'r, ambapo mfanani na nywele, falaysa bimanhi anhu, sio jambo la katazo. Watoto siku sikukuu vile au wanakwenda harusi, ndio wanapamba pamba nyuzi vile, ima sio nywele nyingine, nyuzi tu, na nywele zake zina mikia mingi, wengine mtoto hata ana nywele ndefu. فليس بمنيها عنه, sio jambo lokatazwa, lianao laysa biwasl, kwa sababu sio kuunga, wala fi maana maksudi alwasl, sio kama amekikapambia tu, mafahamu wa inama huwa litajamul, huko kwa sababu nini? Kwa ajili ya kujipamba tu basi, watazawini pia kama kujipamba. قال المصنف الإمام النووي رحمة الله عليه amesema وفي الحديث, na katika hii hadithi, anna wasla shari, kwamba kuunganisha nywele, bila kabairi, ni katika madhambi makubwa yanahitaji mtu akiyafanya alete tauba. Sawa, madhambi makubwa. Kwa sababu gani? Lilani fa'ilati, kwa sababu kulaaniwa yule anayefanya mambo hayo. Wewe ukiona madhambi makubwa, mtu kama katika madhambi yanayofanywa kuna kulaaniwa au kuna hadi, hiyo basi ni madhambi makubwa. Maasiya atakafanya mtu yana hadi, imekuwa hadi kwamba adhabu yake kadha, au kwamba kuna kulaaniwa anayefanya mambo yale, hiyo basi ni madhambi katika kabair, madhambi makubwa. والمستوصلة ni yule ambaye anataka kuungwa zile nywele. Wa annahu, na kikae Mtume sallallahu alayhi wasallam, laana akila riba, amemlani mwenye kula riba, kwa sampuli zote za riba zile. Kuna riba al-fadli, kuna riba al-ilyadi, na riba an-nasi'a. Riba al-fadli, na kukopesha mimi wewe $100,000 ukilipa ndipe $20,000, kalaaniwa anayefanya bwana. Na riba liadi, upiana pale mkono kwa mkono, tumeuziana katika vile vitu vya riba, dhahabu kwa dhahabu, fedha kwa fedha, au dhahabu kwa fedha, ngano kwa ngano, au ngano kwa mtama, ikiwa zimefanana jinsi zile, sharti zitakuwa ni 3. Kwa nauzana dhahabu kwa dhahabu, lazima iwe mithlan bimithl, gramu moja huku, gramu moja huku. Kisha yadan biyadi, mkono kwa mkono, pale pale. Kisha halan, kisha pale pale, hapana kuchelewa. Ikikosekana moja katika haya matatu, ishakuwa riba na utapata laana. Dhahabu kwa dhahabu unauziana, wako kwenye majlis moja, kikao kimoja, itabidi zilingane, gramu huku, gramu. Sema dhahabu yangu mimi Arabuni nzuri, yako wewe Afrika sio nzuri, au yako Afrika nzuri, yangu mimi ya Arabu nzuri. Sasa inabidi tuuziane kwa hii moja, itakuwa iko juu, moja hapana. Sasa wewe utasema kuna faida gani kuuziana? Ipo faida, kwa sababu kila mmoja ana haja na cha mwenzio, sio? Kwa hivyo kufanya tu gramu moja kwa gramu moja, hakuna kuuziana zaidi. Ukifanya zaidi ishakuwa riba. Hiyo sharti ya kwanza. Sharti ya pili, wapiane mkono kwa mkono. Natoa gramu moja kumpa sasa, na wewe pale pale unipe. Tukikaa pale ukunipa pale, kaja kanipa baadaye, japo hajaondoka kwenye majlis, ishakuwa riba hiyo. Ndio halan pale pale, alafu yadan biyadi, umenipa nimekupa, sija kaja kukupa baadaye, utazenda kama hizi vitu vimefanana hajafanana. Halan kwanza pale pale, kisha yadan biyadi, mkono kwa mkono. Ikiwa umetofautiana dhahabu na fedha, inafaa kuzidiana. Gramu ya dhahabu moja
yafaa fedha kwa gramu nusu, gramu 2, mtakapokubaliana. Unafahamu? Lakini sharti mbili nyingine zibaki pale pale, yadan biyadin na halan pale pale bila kucheleweshana. Sawa? Naam. Hiyo ndio ile ya pili. Alafu nasia ile kuchelewa. Baadhi jumla hizi kuchelewa kupeana, mmoja akatoa sasa mwingine akachelewa. Kama sijakosea nakumbuka hivyo. Baadhi jumla hizi ruwayat min hadith ibn Mas'ud. Naam. Kata ndani Ibn Mas'ud rawahu Ahmad wa Abu Dawud at-Tirmidhi wa Ibn Majah min hadithi اسمها لعلي رواه أحمد والنسائي رحمة الله عليه رضي الله عنه وأنه حقيقة صلى الله عليه وسلم لعن المصورين في هذا الحديث amewalaani wale kutia sura, kutengeneza vinyago, visanamu, vibonzo, ila jina watoto babeshatu tuna hivyo. وأنه صلى الله عليه وسلم لعن المصورين amewalaani wale kutengeneza sura, kutengeneza vinyago na kuchora sura. Lakini nasema ni kuchora kama unafundisha watoto siku hizi si makosa. Ni mradi wengine nasema sura ukitengeneza nusu kichwa tu na ubavu na kifua kuna tabu. Umbo zima ndio haramu. Sawa? Kuchora mkono tu au kiuno mpaka chini si haramu. Hata kama umechonga. Unafahamu? Siku ile nyingine zamani tunakuwa tunakuta kuna nusu skeleton, nusu ile ya mtu iko lebo mekosea, lakini nzima ile matata ile hata ambwa mtu aitie sura sasa, atie roho na itakuwa hawezi. Sasa kwa sampuli ya adhabu ya takuwa. Wa annahu musawirina anasema khussa bi musawwiri zi ruhi, mkhusishwa hivyo amsawirina kwa wale wenye roho, kwa vile venye roho binadamu, wanyama, ndege, nani, ile kwenye roho mtu akikitengeneza basi ataingia ndani nani. Wa annahu hakika Mtume sallam qala, amesema la'ana Allahu man ghayyara manara al-ardi, Mwenyezi Mungu amemlani mtu mwenye kugeuza mipaka ya shamba. Watu wana mipaka, shamba lako, shamba la mwingine. Mtu kila siku anasogea kwa mwenzake. Au yule ambaye kaekwa kama sheha yeye anaingia kati anafanya ubabeshaji wake. Anasema mpaka huyu yuko huku. Kumbe anapeleka siko yeye. Kishapokea mrungura kwa mwenzake. Anapeleka mpaka anamwongezea mwenzio, huyu mwingine anamnyima. Ndio hii haya mnafunga. Wa anna Allah wa anna hakika Mtume sana mkala amesema la'ana Allahu man ghayyara manara al-ardi, kwamba Mwenyezi Mungu pia mlani yule mwenye kugeuza mipaka ya ardhi. Mtume kasema pia la'ana Allahu, Mwenyezi Mungu amlani man ghayyara manara al-ardi ay hududaha. Naona kafasiri mipaka ya ardhi, mtu anageuza, ima anajivutia zaidi, anasogeza mbele, anafinya nafasi ya mwenzie kusema huku kwangu mimi. Fahamu? Huku kwangu mimi. Hatari kubwa mtu anachukua vipande vya ardhi mwenziwe. Mtume sana akasema, na hii pia inaonyesha kama dalili hadithi hii pia, kumbe watu kumbe wanamiliki ardhi. Fahamu? Ni dalili kwamba watu kumbe wanamiliki ardhi. Sio serikali ndio inamiliki ardhi, sio serikali, ulimwengu mzima. Sio serikali hii, ulimwengu mzima wanamiliki kwa kuna maeneo yao itamiliki serikali, lakini kuigeuza ardhi yote kusema hii ni miliki ya serikali ni makosa. Dola yote, nchi yote ikifanya hivyo imefanya makosa kwa sheria ya Kiislamu. Ichukua ardhi yote ikifanya hii ardhi ni ya serikali, makosa kwa sababu hadithi inathibitisha kwamba watu wanamiliki ardhi. Sio Muislamu alalo kwa Muislamu, si lazima awe Muislamu, watu wanamiliki ardhi. Na ndio maana Sayyidna Umar akaweka wakfu. Mtu wa mwanzo aliyeweka wakfu Sayyidna Umar, akaweka ardhi yake wakfu.
Kwa maana nini? Binadamu kwamba amiliki ardhi. Alafu vipi unasema ardhi ni ya serikali? Aliyoifumbua sheria hii ataenda kusema na Mungu siku ya Kiyama. Hakuna tabu hata kidogo. Atakwenda kuelezana na Mungu. Sawa na ana itikadi kwamba kuna kufufuliwa au kuna kufufuliwa. Atakwenda kusimama tu kwa Mungu, atamweleza kwa nini kumgeuzia Mwenyezi Mungu sheria yake. Ndio haya hapa man ghayyara manara al-ardhi, yote atakayegeuza mipaka ardhi pia kaingia na laana, ay hududa, mipaka yake. Wa annahu hakika Mtume sallam qala, amesema la'ana Allahu sariqu wa yasriqu al-baytata, Mwenyezi Mungu amlani mwizi anaiba yai la kuku bwana, inasababisha katwa mkono yai la kuku. Mwizi mtu mbaya kwa kweli, ndio maana yake iko hukumu katwa mkono. Akikatwa mkono hatoiba tena, na yote atakayekuwa na desturi kama kuiba ikaona no, kakatwa mkono ile kishapendeka, daima watu wanajua kwamba wewe alikuwa mwizi. Na kama yeye mwizi anasema nikakatwa mkono na mimi je, nikikatwa mkono wangu aibu na mimi, atakuwa mtu atawacha. Sasa hizi hadithi zingekuwa zinasimamishwa hizi, watu wasingeendelea kufanya hizi hujuma hizi. Jasiri kuchukua mtu kitu cha kuiba, kuchukua ardhi ya mtu kwa mabavu, kwa nguvu, yote isingefanywa. Zina hizo. Wa annahu hakika Mtume sana mkana amesema la'ana Allahu man la'ana walidehi, Mwenyezi Mungu amlani yule ambaye anawalani wazazi wake wawili. Vipi mtu analani wazazi wake wawili? Yaani mtu anamlani mzazi wa mtu. Mungu amlani babako, na yule anamjibu na wewe babako pia Mungu amlani. Mungu amlani mama mbelanika, na anambia pia mama yako naye mbelanika. Ndio hivyo kuatenda na laana wazee wake. Kwa kama mubashara moja kwa moja yule anamlani babake na mamake. Anatukana na mtu huko, inampelekea sasa na yule anamtukana naye anamwambia wazee wako pia mbelanika. Allah, basi huyo anasababisha matatizo haya. Mtume sana mkamwapiza naye, Mwenyezi Mungu amlani yule ambaye anawalani wazazi wake wawili. Wa la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, na Mwenyezi Mungu amlani mtu atakayechinja sio kwa Mwenyezi Mungu, anayechinja kwa sababu majini. Jini bwana, ndani nyumba yetu tunashughulishwa, tuna raha. Aenda kwa mganga sema mchinjeni jini huyo, anataka chinjiwe jini huyo. Kuna shetani anataka achinjiwe, hasa mtu katoka na mnyama wake ukanunua, anakuja kuchinja huko, anamchinja mnyama atasilete mauzi ndani, jini asilete mauzi ndani ya nyumba au shetani. Hii ni shirki tena mbaya sana. Kwa hivyo anayefanya hivyo kuchinja kwa sio kwa ajili ya Mungu amelaaniwa. Na watu wanafanya kama shirikina kwa kichinja, kwa maana wanachinjia masanamu yao Lata na Uzza, Allata na Uzza wanachinjia na Manata na wote waliotajwa. Na man dhaba li ghairi Allah, anasema hii kuhusu kwa nani wazazi wake wawili, huwa min jumlati alhadithi asabiq ilitangulia, ay tasababa fi la'nihima, kasababisha kulaaniwa kwa wazazi wake wawili. Kama fi hadithi ayasubu rajulu abawaihi, hivi mtu anatukana, mtu kaambia Mtume, hivi mtu anatukana wazazi wake wawili? Kana naam, Mtume akasema ndio. Yasubu abarrajuli, mtu anamtukana baba yake mtu. Fayasubu abahu, na yule mtu anamtukana baba yake, yule anamtukana baba yake mwenziwe. Wayasubu ummahu, na anamtukana mama yake. Fayasubu ummahu, na yule mtu anamjibu kumtukania mama yake, wala mtukana mama yake mwenziwe. Wala anallahu ma dhabaha li ghairi Allah, huwa min jumlati hadithi sabiq an Ali radhiyallahu anhu fi man ghairi manar al-ard. Rawi al-Bukhari dhakara al-murad bi dhabbi li ghairi Allah huwa adhabu lil awthani, mtu akachinja kwa ajili ya masanamu, walijini na kwa majini, wa nahwi dhalika, na mfano hayo. Wa annahu, na hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fiha, yoyote atakayezua ndani ya mji wa Madina, hadathan, kuzua, mfano kazua jambo la bid'a, ai ibtada fiha munkar, kazua jambo la munkar ndani ya mji wa Madina, mfano au awa muhdathan au muhdithan bi kasri dali, au awa muhdithan, au akamhifadhi akashukia kwake mtu mwenye kuzua mambo ya bid'a. Wewe uko ndani ya mji wa Madina, akaja mtu mwenye kuzua mambo ya bid'a akashukia kwako, wewe ukamhami kwa naye, ataingia mtu ndani ya majambo haya. Ndio hiyo man ahdatha fiha, atakayezua ndani ya mji wa Madina, hadathan, kuzua mambo ya bid'a, au awa muhdithan, au akamhifadhi mtu ambaye anazua bid'a, fa alayhi laanatullahi wal malaikati wan nas ajmain. Naudhu billahi min dhalik. Juu yake mtu huyo mshukie laana Mwenyezi Mungu
na ya malaika na watu wote. Kama mtume anapohama mji wa Madina sana sana, fanya mtu mchezo na mji wa Madina, akienda kaleta kejeli zake na mambo ya upuzi. Hey, wallahu, na hakika ya mtume za salam طيب. وأنه قال اللهم إلعن رئلا وذكوان وعصيا عصوا الله ورسوله. Mtume sana makaalani makabila matatu hayo, anasema Allahumma il'an ri'lan, kabila hilo, wa Zakwan kabila, wa Usayya kabila nyingine. Hawa amewanani mtume sababu nini? asawu Allah wa rasulahu, wamemasi Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi thalathu qabail min al-arab, na haya ni makabila matatu ya Waarabu. Wa annahu, nakika mtume sallam qala, amesema la'ana Allahu al-yahuda, Mwenyezi Mungu awalani Mayahudi, ittakhadhu qubur anbiya'i masajida, wameyafanya makaburi ya manabii wao kuyafanya kama misikiti, ndio pale pa kufanya ibada. Wameyafanya makaburi yale ndio pale pa kufanya ibada. Waislamu hawafanyi mambo hayo kwenye makaburi, yani kufanya ibada kwamba ile makaburi yenyewe kuyafanya kwamba ndio ibada. Sasa haya Mayahudi ndio walofanya. Waislamu wanakwenda kuzuru makaburini, kuwatolea salamu walikuwa makaburini, kuwatakia maghfira, kuwatakia msamaha, kutawasali nao, ambalo jambo lipo ndani ya sheria. Muombe Mwenyezi Mungu kutawasali na watu kama hao walivyofanya wema, tunapitia kwao kwa wema wao, wako karibu na wewe, na sisi tunapitia mkato huo, njia mkato, uturehemu, tujenge haja zetu kwa ajili yao watu kama hawa. Ipo ndani ya Uislamu na kiko wazi ndani ya Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu, nakika Mtume sallam la'ana al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa'i wal-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijali. Pia Mtume sallam amewalaani wanaume wenye kujifananisha katika kundi la wanawake na wanawake wenye kujifananisha katika kundi la wanaume, kujifanya kwamba wao ni wanaume. Mtume sana amewalaani mwanamume yote alokaa kibwege akifanya kama ni mwanamke, basi huyo amelaaniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mwanamke yote ajifanyie kidume akatoka ndani uke akifanya ndio anautaka uume, na haiwezekani. Haya, atakapokuwa ana kiume hawezi kuipata, hata kama zinatengenezwa sio yake hata kama itakuwa sio yake, hamna ujanja. Unafahamu? Na yule mwanamume ajifanya mwanamke ikifanya bwege pia afanya atakapofanya, hana farja mwanamke na ubwege wake wote alikuwa nao. Kwa hivyo hawa wote wamelaaniwa hawa, na watu wanakaa nao ndani ya nyumba, hatari kubwa. Na usisubiane naye mtu mwenye alikuwa na laana, maana yake hatari inaweza kumpata na mtu alikuwa hajampata ile laana, kama tulivyosoma nyuma. Wanakaa ndani ya majumba mibwege na vidume vinakaa ndani ya nyumba, hatari kubwa. Watu wafanye nini sasa? Wapambane nao. Mtihani, naudhu billahi min dhalik.
وجميع هذه الفاظ لما تمكو yote haya في صحيح ya mudana sahihi wa baadhi na baadhi yake في صحيحي البخاري ومسلم zipo ndani ya sahihi mbili ya Imam Bukhari na Imam Muslim rahmatullah alayhi wa baadhi na baadhi yake matamko haya hadithi iliyotajwa hapa في ahadima ima ndani ya sahihi Bukhari au imo ndani ya sahihi Muslim wa inma hakika si lingine Imam Nawawi anasema rahmatullah alayhi qasadtu al-ikhtisara nimekusudia kufupilizisha au kufupisha bil ishara kwa ishara ilaha kwa hizo hadithi wa saadhkuru mudhamaha na nitakuja kuzitaja wingi wake fi abwabiha katika milango yake kila mmoja na mlango wake min hadha alkitabi katika kitabu hichi insha Allah taala akitaka Mwenyezi Mungu mtukufu. Hapa hadithi imekwisha na mlango umeishia hapa. Latifa anasema yurwa inapokewa anna Tawusan, Imam Tawusi shekhi wake Imam Shafi'i rahmatullah alayhima, dakhala ala Hisham ibn Abd al-Malik, ameingia kwa Hisham ibn Abd al-Malik katika watawala wa Bani Umayya. Faqala lahu, akamwambia ittaqillaha, mche Mwenyezi Mungu, muogope Mwenyezi Mungu, wa hadhari yawm al-adhan, tahadhari na siku ya adhan. Faqala ma yawm al-adhan, huyu Hisham ibn Abd al-Malik akamwambia ni ipi siku ya adhan? Qala qawluhu ta'ala, Tawus rahimahullah akataja neno lake Mwenyezi Mungu tukufu, a'udhu billahi minash shaitani rajim, fa'adhana muadhdhinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin, atanadi mwenye kunadi kati yao watu hao siku hiyo kwamba laana ya Mwenyezi Mungu iwashukie watu walikuwa madhalimu. Fasa'ika Hisham, baada kusikia maneno kama haya akapomoka Hisham ibn Abd al-Malik, kaanguka chini. Faqala Tawus akasema hadha dhullu sifa, hii ni udhalilifu wa sifa. Fa kaifa dhullu al-muayana, hii ni dhullu udhalilifu wa sifa. Ye udhalilifu, fa kaifa dhullu al-muayana, vipi basi udhalilifu wa muayana ile akawa sasa siku ya kiyama hiyo habari ndio natolewa matangazo kwamba hii sifa tu mtu pengine anayo ile dhulu zama ukaanguka, yeye siku ya kiyama itakuwaje? Itakuwa balaa kubwa, naudhu billahi min dhalika. Haya, mlango umekwisha hapo. Mbele yetu kuna mlango babu taharimi sabbil muslimi bighairi haqqin, mlango unaharamisha kumtukana muislamu pasina haki yote. والله ورسوله أعلم، وفقنا الله لما يحب ويرضى.